Kuna sehemu fulani duniani ambazo hazijawekwa alama ili watu wazipate, bali zimeachwa makusudi zipotee. Si kwa sababu hazina umuhimu, bali kwa sababu ukweli wake haukubaliki. Kijiji cha Mwangaza kilikuwa sehemu ya aina hiyo. Hakikuwa mahali pa kutembelewa, kilikuwa mahali pa kusahaulika. Lakini hata kiliposahaulika, hakikusahau waliokisikia. Nilisikia jina lake kwa mara ya kwanza nikiwa mtoto. Mzee mmoja aliyekuwa anakunywa pombe karibu na moto, alinitazama usoni na kuniuliza kama niliwahi kusikia kuhusu kijiji ambacho watu huingia lakini hawatoki. Watu walimnyamazisha haraka, wakimwambia asiwatishe watoto. Ndipo nikajua kuwa hii haikuwa hadithi ya kawaida. Jina langu ni Daniel. Nilikuwa nasimulia hadithi kwa sauti, nikitafuta simulizi nzito, zile zinazobeba hofu ya kweli. Nilijifunza haraka kwamba kuna hadithi ambazo haziandikwi kwa wino, bali kwa watu, na Mwangaza ilikuwa mojawapo. Nilipoamua kwenda huko, sikumwambia mtu yoyote. Nilihisi kuwa kadri watu wanavyojua, ndivyo kitu fulani kingejua pia. Safari ilianza kawaida sana. Barabara, magari, watu. Lakini kila nilipokuwa nasogea karibu na msitu ule, hali ilibadilika. Mawingu yalionekana kuning'inia chini zaidi. Mawazo yangu yakawa mazito bila sababu. Dereva wa bodaboda aliyenipeleka alikuwa mtu wa maneno machache, lakini kadri tulivyokaribia mwisho wa barabara, alianza kuangalia nyuma mara kwa mara, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinatufuata. Aliposimama ghafla, nilijua hatuendi mbali zaidi. Aliniambia hapa ndipo watu huacha kuhesabika. Alinionya kuwa nikiona mtu akinitazama bila kupepesa, nisimkaribie. Nikisikia sauti inayojua sauti yangu kuliko mimi mwenyewe. Nilipokaribia katikati ya kijiji, nilimwona mwanamke mzee ameketi chini ya mti mkubwa uliokauka. Alikuwa kama sehemu ya mazingira. Aliponitazama, nilihisi kana kwamba ananitambua. Aliniuliza nilikuwa nimerudi kwa nini, na niliposema sikuwahi kufika hapo, alitikisa kichwa kwa huzuni, kana kwamba nilikuwa nimesahau jambo muhimu sana. Aliniambia watu wa kijiji hawakuondoka, walibaki kwa sababu walichagua kubaki, na sasa walikuwa wanawalinda waliobaki pia. Kabla sijauliza chochote zaidi, alisimama na kutembea polepole, akipotea nyuma ya nyumba moja. Nilipomfuata, hakuwapo tena. Usiku ulifika haraka kuliko nilivyotarajia. Jua lilizama kana kwamba mtu alikuwa amelivuta chini. Giza lilishuka kwa uzito, likifanya kijiji kionekana kama kivuli chake chenyewe. Nilichagua nyumba moja ya kulala. Ndani kulikuwa na harufu ya udongo na kitu kingine ambacho sikuweza kukitambua mara moja. Ilikuwa harufu ya muda mrefu. Nililala nikiwa macho. Usiku ulianza kuzungumza nami. Nilihisi kama nyumba ilikuwa inapumua. Kisha nikasikia hatua nyingi. Zilikuwa zinatembea kwa mpangilio, zikizunguka nyumba. Kisha sauti zilianza. Sauti zilizoiga watu ninaowajua. Sauti ya mama yangu, sauti ya rafiki yangu wa zamani. Kila sauti ilinijua. Mlango ulianza kufunguka taratibu. Hakukuwa na mtu, lakini kivuli kilionekana. Kivuli kikubwa, kisicho na umbo la kawaida. Nilihisi hofu ambayo sikuwa nimewahi kuisikia maishani. Nilihisi kama kitu kinanichunguza kutoka ndani kabisa ya mawazo yangu. Asubuhi ilipofika, nilikuwa nimechoka kuliko nilivyolala. Ndipo nilipomwona Musa. Alikuwa kijana wa kawaida, lakini macho yake yalikuwa na mzigo wa miaka